Leo ni Februari 14, 2026. Siku ya Valentine. Watu wanaita siku ya mapenzi. Mimi naita siku ambayo imeninyang'anya pumzi. Ninaandika haya sasa hivi, mikono yangu bado inatetemeka. Macho yangu yamevimba kwa kulia. Maua 100 mekundu yako pale sebuleni, hayajaguswa. Chokoleti nilizopanga kwa mapenzi ziko mezani. Zawadi nilioficha kwa aibu na tabasamu bado iko ndani ya begi langu. Nilikuwa naamini leo ningekuwa mke mwenye furaha kuliko wote. Sikujua leo ningekuwa mwanamke aliyevunjika kuliko siku yoyote maishani. Usiku wa kuamkia leo sikulala vizuri. Nilikuwa nikifikiria jinsi nitakavyomshangaza mume wangu kwa kupamba maua mekundu ya mahaba chumbani kwetu, chokoleti za gharama na nguo zetu mpya za ndani zenye kuleta hamasa na msisimko wa tendo letu. Nilikuwa na picha akilini, yeye akinikumbatia kwa nguvu, kunibusu hadi machozi yanitoke kwa furaha na kuniambia, "Wewe ndiye zawadi kubwa zaidi, Amina." Asubuhi hii niliamka mapema sana. Nilijitazama kwenye kioo nikajiambia, leo atanihug kama zamani. Nilivaa vizuri, nilipulizia perfume. Niliondoka nyumbani huku nikielekea kazini, huku nikicheka moyoni, nikimwazia mume wangu atakavyoshangaa nitakapomletea zawadi jioni. Lakini leo, saa 4 tu asubuhi, simu yangu ilinibadilishia maisha. Ujumbe mmoja kutoka kwa jirani. Amina, naomba usinichukie, lakini kuna mwanamke ameingia kwako. Mume wako amemfungulia mwenyewe. Niliusoma ule ujumbe mara 5. Labda nilikuwa naota, labda sio nyumba yangu, labda sio mume wangu. Halafu picha ikaingia. Mwanamke mrembo, nywele ndefu zikipepea, amevaa kimini kifupi kinachofika mapajani, akiingia getini kwangu, geti langu, nyumbani kwangu. Caption ilisomeka kwa chini ya ile picha. Pole sana Amina. Mume wako ameingiza pisi kali nyumbani. Moyo wangu ulivunjika kwa kelele ya ndani ambayo hakuna aliyeisikia. Mikono yangu ilianza kutetemeka hadi simu ikaanguka. Nikampigia Juma. Simu imezimwa. Nikapiga tena. Imezimwa. Nilihisi kama nimepigwa teke tumboni. Pumzi zikaanza kukata. Haiwezekani, si leo, nikajisemea. Lakini moyo wangu tayari ulifahamu. Ukweli ulikuwa mkali kuliko nilivyotaka kuukubali. Nilifunga duka kama mtu aliyepoteza akili. Nikakodi boda. Haraka, tafadhali haraka. Sauti yangu ikitetemeka. Kila sekunde njiani ilikuwa kama saa. Kichwani mwangu zilipishana picha za kuwakuta wawili kitandani, za kunifukuza, za mimi kulia peke yangu usiku wa Valentine. Nilipofika nyumbani, nilifungua geti kwa mikono inayotetemeka. Nilipofika sebuleni, kimya kilitawala. Lakini bafuni, maji yakimwagika na kelele. Kelele za raha ambazo sijawahi kusikia nazo mume wangu wakati yuko nami. Kelele ambazo zilinifanya nijihisi kama mgeni katika ndoa yangu mwenyewe. Mlango wa chumba kidogo ulikuwa wazi. Niliposhika mlango, mikono yangu iliganda. Nikasukuma taratibu. Na hapo ndipo ulimwengu wangu uliporomoka. Nilimuona mume wangu Juma ameegemezwa ukutani. Macho yake yamefungwa, uso wake umejaa raha isiyoelezeka. Yule mwanamke yuko nyuma yake kwa ukaribu wa kujiamini, akimpa hisia kwa namna ambayo ilinifanya nijihisi kama sijawahi kumtosheza. Juma akalia kwa sauti iliyojaa utamu. Akasema, "Jamila, we mtundu. Mke wangu hajawahi kunifanyia hivi huku nyuma." Maneno hayo yalinitoboa kama sumu. Machozi yalinitiririka bila kujizuia.
Miguu yangu ikaanza kulegea. Nilihisi kama mtu aliyekufa akiwa bado anaishi. Simu yangu ilikuwa mkononi, bila hata kujua ilikuwa ikirekodi kumbukumbu ambayo sitaki kuiona tena, lakini najua sitaweza kuifuta. Hapo awali nilikuwa nimeona kidogo kwa mbali. Walitoka bafuni wamebebana kama wawili waliopendana kwa miaka mingi. Yule dada akimgusa kwa ukaribu wa wazi, akimpa hisia kwa ujasiri. Kisha kitandani, yeye juu yake, akimuongoza kwa spidi na kujiamini, akiimba wimbo wa mahaba kwa sauti ya chini, na Juma akitoa sauti za raha ambazo sijawahi kusikia. Baada ya hapo akamuuliza, "Umejisikiaje mpenzi?" Juma akajibu bila kusita, "Nimefurahia zaidi kuliko siku zote." Halafu yule dada akasema kwa sauti ya ushindi, "Bibi yangu alikuwa nkungwi Tanga, lakini sasa amenifunza na nitamzidi hadi yeye. Hili ni trailer tu, ukija kwangu hautoki tena." Niliposikia hayo hapo awali, nilirudi nyuma kama mtu aliyepigwa shoti. Nikaenda kwa jirani, nikaomba maji. Nikakaa pale nikitetemeka kimya kimya. Nikajiuliza, je, mimi nina shida gani? Mbona mimi ni mzuri sana na bado wanaume wananitaka? Je, ndoa yangu ilikuwa uongo muda huo wote? Je, nimekuwa kipofu miaka yote? Leo, Februari 14, 2026, siku ya kusherehekea mapenzi. Ndio siku nimeshuhudia ndoa yangu ikivunjika mbele ya macho yangu. Maua yangu yako sebleni, hayajaguswa. Chokoleti ziko mezani. Na mimi nimesimama katikati ya ukweli ambao umevunja roho yangu vipande. Dunia inasherehekea Valentine. Mimi ninaomboleza ndoa yangu. Na sijui kesho nitaamua nini. Lakini najua jambo moja tu. Valentine ya leo haitasahaulika milele. Naomba shirikisha wafuatiliaji wa peji yako ya Simulizi za Kweli ili wanipe saada ya mawazo. Nahisi kufa.